Bana Bidondo, imvugo ya mwanaume mashini urayemera? Imvugo ya mwanaume mashini urayemera? Ndayeme. Ja ujawe avyamamwo. Kwanza pole bwana ya leo kukuta. Ya leo nikuta gani? Bidondo na Bidondine ni bakibana. Ni simesi madam kandi barahebanye. Basi kuachana masani si lazima igongane. Tutaachana tutarudishana. Asimtaki. Ashanikosea sana. Tuniana create vitu anafonde. Bidondo nimekaa nyumbani nikasikia ananiletea convocation. Amembebesha mwanamke mimba. Mimi vya mimba sivijui, labda mumtafute mwanamke mumuulize. Kandi kinosaba Bidondo anyumvirize kandi ndazi kagukurikirana. Ache kumtisha God name. God name ni nani? Ni msanii ni nani? Haumjui? Simjue mimi. Unayoka mimi nakuwa mulozi. Hiyo kitu unaiwaka. Nakuwaga mulozi. Sasa hivi sauti yako nadhani kaikurogea eko. Acha kunipayusha kichwa. Naweza nikakuroga ukasikia unabeba mimba. Tapigwa risasi la blende. Mbona Loriani aliachikaga mkwenda kumfuata? Unaona fuata baadhi ya watu. Ugia mpeti. Wale peti ni hatari, ni bono. Anafurahia bibi yangu amposti. Bidondo nakwambia usinitishii wangu kwa sababu hata mimi sijakutishia wako. So nimemchukua iko na kilo 25. Leo anapima kilo 105. Kubadida. Na picha ziko na epreve ziko. Nimemchukua mwanaume amemtupa iko na kilo 25, leo anapima kilo 105. Na anajua na picha ziko na kwenye Facebook nimeziweka. Na picha na yeye nazo. Nimemuoa mariage PPP, nimemvumilia miaka 8 bila sijazaa inji. Leo ndo nitakuja kuzaa inji. Isaac TV. Oi. Kumekucha Afrika. Bwakeye. Nundi musi mwiza. Wanashima ndaryohewe cyane uno musi dusubire guhura namwe bakunzi ba Isaac TV mu mihingo zitandukanye aho muva mu Kagera. Ndi mu bwiza. Isaac TV twahashitse. Hey! Hari iki rero? Ni ya filme nyene batego guhita ngo ni filme dutuma tuzita ko ari amafilme kuko urazi ko muri industry ya Buja Flavor muri game yacu ni habura ibiguma bihavugwamwo. Bidondo na madami we vyakomeye. Bidondine na Bidondo ngo Charlie kiganiro cha Bidondine mwakibonye ebana musista yavuze byinshi Bidondo niko abibona twashitse rero ngagira tuje kumuraba tuve ico abivugako ebana ini Isaac TV utaragira subscribe kura chere kura tangwa na exclusivity yos agezweho. Welcome turabe ingene Bidondo za kuvyifatamwo murabizi hani mu bwiza ariko hani yasanze aba ubusinze ko ari abana wenyine cyangwa abana na wa mukobwa navyonzi. Welcome. Bidondo kumego ribize musaza ni bon? Ndi bize ndiko ndashaka kugenda gusenga. Uraberewe kabisa. Ino style ninde yabibateguriye Bidondo? Dona n'abana bawe Bidondo. Leo si Juma. Abana ba? Watoto wangu hao. Vizuri. Juma anatenda kusali lakini watoto wapate kwanza kajuisi. Bidondo mzazo ufisa abana banga. Jewe ufisa abana batatu. Okay, sawa. Bidondo mu bintu byatumye dutuma tukurondera harimo story nyinshi ziko zirakuvugwako hirya no hino ariko turekanye n'ivyo rumuri n'ivyo wakera Bidondo. Gushika kuri umwe harimo nagize kumbwira ati nakubona nzo kubaze burya mu muziki wawe ikintu maze gukurayo cyakamaro ni giki Bidondo? Waguze cyakamaro vuga ati iki nagiguze mu muziki. Ni secret siwezi kukisema. Ni kitu cha maana sana. Bidondo kumenga washavuye Bidondo mega nturyohe ambo nacho sasa ni saa 6 jua njala nini na nataenda kwanza nipate soda kidogo api twende kusali tukule nini unaona mjua mtu nakwaga na okay bana Bidondo imvugo ya mwanaume mashini urayemera? Imvugo ya mwanaume mashini urayemera? Ndayeme urayemera?
Unaikubali wewe msemo na uamini kabisa? Na uamini. Unaposema mwanaume mashine unaelewa nini? Mwanaume chuma, yani ujue kusakata kabisa. Sawa. Bana Bidondo. Wewe nhandire mushashorwa gusohora. En fait ni featuring numu petit frère au muri groupe iwanje itwa Mucho Light. Itwa Nosara. Sawa sawa. Narigeze kumva ngurukura kina film yahereye. Narigeze kumva ngurukura chiza cinema Bidondo ilishaga. Mbo sinema nimeishimamisha kwa sababu ya uwezo. Nilikuwa naanza kucheza na bofre yangu lakini nimeishimamisha, nachunga pesa zikuje ndo niendeleshe kazi. Sababu nataka kutoa kitu kizuri. Yeah. Okay, none Bidondo muri film misanzo ukina categorize comedy cyangwa film serious? Mbo kenshingi na role mingi zangu zinakuwa za comedy. Uri comedy rero. Muziki vyihoze bihebe? Sio kusema niko komedie lakini role mingi fasi mingi wananipenda kunipatia fasi ya komedi. Juu wanaona ni vitu biko fast kwa mimi kubicheza na vizoea. Ico ndagusaba ikintu ndagusaba uhaguruke kugira cameraman akunyerekere style wambaye uno musi kubadida. Bana pongela la mchuma u hapa bei gani? Secret hivi sitangaza tena bei ya vitu vyangu. Kwa jani? Ni serious, takia kupigwa makachi hapa. Sasa Bidondo, kwanza pole bwana ya leo kukuta. Ya leo nikuta gani? Mimi sinasikia eti hauishi tena na madami. Basi kuachana masani si lazima igongane. Tutaachana tutarudishana. Yaani mtarudishana? Ni kawaida. Sasa mimi nina ujumbe wako. Moja ujumbe wako. Kwanza kabla ujumbe wako, mimi nasiku naona Bidondina anatoka sana ule kijana ule God name. Afu mimi sielewi na mapicha anatembea sana. Hizi issue ziko vipi? Tuwe kwanza Mucho Gato. Biko vipi? God name na mke wako kuna nini kinaendelea hapa? God name ni nani? Ni msanii ni nani? Haumjui? Simjue mimi. Ule mlikuwa unatumia wao ndio walikuwa nikia audio higi aje ungira ati nitakuroga, nitakupiga ulozi wa mimba. Wewe kama niko mlozi. Ugia mpeti. Wale peti ni hatari, ni bono. Anafurahia bibi yangu amposti. Sasa ile wanaita tuite kiki au tuite kabisa iko serious? Wale peti ni kwa namtania. Kwa mtania? Nilikuwa namtania peti, sina naye probleme vraiment. Sasa kisa nikisema leo unasema kuna ongea na hasira Bidondo. Hapana, ni anayua mimi natanianaga, mimi niko na vitu vya hivyo vya kutania mablage tu. Lakini sina naye problem. Yeye kama iko na problem na mimi anajihisi poa, lakini mimi sina naye problem. Sawa. Sasa Bidondo, mimi Bidondo nilikuwa naongea naye ni Damida. Akaniambia hivi, Bidondo mbana mbisha mwanamke mimba, hizi issues na ukweli Bidondo. Ndio sababu italiachika. Alitoka kwako. Mimi vya mimba sivijui, labda mumtafute mwanamke mumuulize. Ametuambia mumuulize na nitawapatia address ya huyo mwanamke. Huyo mwanamke mko na nitawapa address yake, mumuulize na hana mimba. Huyo mlikufaga na madam. Hana mimba, wao wana kichezo hata cha mimba. Sasa mwanamke kaja nyumbani, akafika nyumbani akamwambia madami mimi nina mimba mume wako sijui nini. Hivyo vyote mtamuuliza na atawajibu. Ina maana mke wako alikuwa na funde. Ni fonde na crave vitu vyake. Jani sana anafanya hivyo. Kwa nini anafanya hivyo Bidondo? Kwa sababu ya masikio ya watu, anasikiliza sana watu kuliko mimi mume wake. Kia Mungu hii noma sana. Sasa kitu gani hasa kilimfanya jigumue hasa? Ndio hiyo masikio kusikiliza watu eti nimpeleka mimba eti nini. Na sio kweli. Anajishofe. Na sio kweli. Yani yeye akaamua maamuzi yake yeye kunichukua mimi na wewe mwanamke ili twende hospitali, na hiyo mimi siko Mario, hawezi kunichukua kama mtoto mdogo, wewe kuja hapa na wewe kuja hapa twende nibapime. Nikamwambia hiyo kitu mimi siwezi kufanya. Haiwezekani, hiyo ni kunikosea adabu. Uende mumtafute huyo mwanamke, mumuulize, mumupime, kama ana mimba mtajua huko, lakini mimi kwangu mimi sijui hivyo vitu. Sasa mwanamke kafikia fasa akajiombea talaka, divorce, ukainyima. Kwa nini? Sasa anajiombea mwenyewe. Anajiombea divorce. Anajiombea talaka ukagoma. Nikagoma. Mimi sikugoma, wale hajawahi kuniomba hicho kitu. Ni yana create vitu anafonde. Sasa pete alikuwa anaivaa ilinavaliwaga hapa, yeye alikuwa anaivaa hapa. Kasa mimi hapa itarudishwaga na God name. Unaona kubali hilo mzee baba? Mzigo wende tu hivi kirahisi. Unaona kitu kimoja naanza sema. Unaona maisha. Maisha ni kama maji. Na maji yakimwangika huwa yazoleki. Na kama uko naishi
mumaisha ukipata problem mbele ya kuresoudre unafanya attention kwanza kuresoudre. Kwa sababu mtu unapotezaga kitu cha samani maisha yako kwa sababu ya kiwelewele. Unaona watoto hawa watoto mimi niko nao ni watoto wangu. Tena nawapenda sana na tunaenda kumuomba Mwenyezi Mungu. Na nawaza Mwenyezi Mungu atatujibu. Mimi siko mtu wa kukamata solution mapema sana. Mbele ya kukamata solution huwa najipa muda na nafikiria kesho itakuwa vipi. Na nikisikia solution inanishinda na nachukua watoto wangu tunaenda msikitini kwanza tunamlilia Allah yeye atukamatie solution na Allah hawezi kushindwa. Na ndio maana sikukurupuka kufanya uamuzi ambao hauko saizi na hawa uwezi ukakuwa mzuri kwa jamii. Labda nyinyi kama watangazaji mnaanza mkamtafuta huyo mwanamke ili mpate ukweli wa kama mimi na wewe mwanamke hayo hayapo kwa sababu ni unajua mwanamke wa Kisenegal watu wanaongea. Si walisema Harmonize amebebesha mimba, hiyo mimba iko wapi mpaka hivi? Si walisema alibebesha Nicole walitoa naye muziki na Harmonize mpaka hivi hiyo mimba iko wapi? Si Sara amepata haya alikuja kumuomba Harmonize msamaha. Sasa na nyinyi mtamtafuta huyo mwanamke mtajua ukweli sikuwa na ujauzito wangu na waza watu wote watapata haya. Naam. Okay sawa. Sasa mimi ningali pale kwenye point. Madam anaomba talaka, wewe ukataka kuitoa. Kitu gani zake kilifanya ushinde kuitoa na alijiombea? Wala akitokea akikuomba utampa? Mimi siko mjinga. Akitokea kuomba talaka utampa? Mimi siko mjinga wa kufanya kitu bila Allah hajachukua maamuzi yake. Allah akichukua maamuzi, talaka sintaimupa, itajijipa. Yo peki. Sasa kuwa tu anatoka na God name, hajatosha kuwa talaka. Divorce tu yatosha hiyo. Sijakuwa na uhakika wa kitu chochote. Sasa lakini ulimwambia, "Wewe Peti, nani Sosokea alikufa kwa sababu ya bibi ya watu. Na unataka kufa kwa ajili ya bibi ya watu." Hii hapa uliongea kiutani kweli? Kwa serious. Peti nilikuwa na mblage. Lakini yeye kama alichukua audio zangu akazisambaza atajua huko kwa sababu Peti ni mtu mwenyewe. Yani ni mtu mwenye siwezi kusema ni mtoto ambaye nimelea, ni mtoto mdogo, ni msanii chipkizi na nilikuwa alikuwa jamaa yako kabisa wa mkono. Nilikuwa nishamwambia nikiona kazi yako ni nzuri nitakusaini kwa sababu mimi nafungua lebo. Na lebo nishaanza kusaidia Umoya huyo Mcholaiti. Palibakia na yeye nilikuwa namwambia na wewe panaitia featuring sana haribu. Afu tutafanya mkataba. Sana haribu. Peti sasa anajaribia. Unaona ndio hivyo anajaribia kwa sababu mimi ni msanii mkubwa. Anaweza kutoka na madamia. Na niko na uwezo mwingi wa kufanya kila kitu chochote kuhusu muziki wa hapa Burundi. Na kila mwezi, kila wiki nakuwa na show. Sasa hiyo ilikuwa ni bahati yenye nilikuwa nataka nimpe. Kila wiki akwe napata chance ya kupanda kwa podium kwa sababu yeye haitishwagi kwenye show. Okay. Ni mimi sasa nilikuwa nataka nimpandishe nikuwe namsaidia, nishasaidia watu wengi na laidi nina show, Inge nakuja nina show, nina makaraoke kibao. Sasa Bidondine anasema haiwezekani gisi anaweza iko na kusikilisha maudio ya mwanamke wako mko ndani alafu ukafunga masikio ukasikia vile vizenzetu ukasikia ukaanza kujizimilisha. Kweli Bidondo? Ulizimia kwa nini sasa kama sio kweli sio mimba? Hiyo ni uongo anasema mimi sijazimia. Lakini chene nawaza nikamshauria. Maji yakishamwangika hayazoleki. Lakini maji ni ngali nayo kumkono si ya mwanga. Lakini saa atamwangika hayatazoleka tena, itabidi niende kutafuta maji mengine. Maana chuma chingine. Na kikombe lakini anasema chuma unacho. Ule mtu wa Kisenegale unaye. Sijakuwa na chuma, nikikuwa na chuma simtakiona, sintapiblie kama ni chuma changu, sintaandika, sintakipa jina yangu, tamnyanganya yeye Bidondine nimpange Bidondine. Bidondine ungine. Taitwa tutangaziwe live, itwa live, mtamuona live. Mtaona chuma kipya live kama vile Diamond alimtangaza Tanasha live. Sasa mimi sijamtangaza paske sijakuwa naye, hajakuwa mke wangu, sijamtangaza. Lakini saa yenyewe nitaamua. Maamuzi yangu mimi nasema hapa naamua. Lakini baba bado unampenda Bidondine? Si watu watalamba homo. Unampenda? Sio kusema ndani ya moyo wangu. Siwezi kusema nampenda kiunafiki hapa. Kwa sababu nataka sasa kujua tuache unafiki. Tuamizane ukweli. Bado unampenda au umpendi? Hiyo ni siri yangu lakini mimi sijakamata maamuzi kwa sababu mwanaume mwenye ambaye alishaoa
ukipata tatizo usikue na haraka kwa kukamata maamuzi, kwa sababu wakati ulioa ilikuwa ni sherehe kubwa sana, palikuwa watu wengi sana. Mbele ya kukamata maamuzi ni kitu ambacho unapaswa kujipa muda na kwa kufikiria haya maamuzi ambayo nitakamata itakuwa aje kwa watoto wangu, itakuwa aje kwa jamii, itakuwa aje kwa familia yangu, itakuwa aje kwa ndugu zangu. Watu gani wenye kuna shaurisha hii kesi? Watu gani kuna shaurisha hii kesi? Jamani, nitoe talaka nisitoi? Wanani kuna shaurisha kutoa talaka? Mastaa ambao sijashaurisha mtu, lakini watu ndo wako wananiambia nitoe talaka kwa sababu mke ashaharibu. Ni hao ndio umeharibu? Hapana. Mwanaume unaweza kaoa hata wanawake 9 kwa dini ya Kiislamu. 4 kama una uwezo. 4 wazidi baba. Sikiliza nikwambia, hata we 4 au 2 sawa. Kama una uwezo, lakini mwanamke hawezi kumiliki aseme yani niko na wabwana 3 na wote ni wabwana zangu na nalaga kwa huyu na nalaga kwa huyu na nalaga kwa huyu. Hiyo haiwahi kutokea. Lakini mwanamume kama una uwezo, unaweza kupangia huyu na huyu na ukawapangia nyumba na wote wakakuwa wake zako na wote wakakuzalia na wote ukawarisisha. Sasa lakini katika ahadi ambazo ulimwaahidi Bidondine hatopata mbanda, nani temwe hiyo na ujue iko wapi? Mliongea wewe na yeye huko, ujue iko wapi? Kama ikifika wakati yeye aniridhishi mimi mahitaji yangu. Lakini anasema kwa nini sasa utaki kumwacha? Kama sasa utaki kama kolea kuridhia kwa leo utaki kumwacha. Kwa sababu anasema hivi Bidondo, mimi nimesema hivi Bidondo mimi yeye ndo amenioa ama mimi ndo nimemuoa? Wewe ndio umemuoa. Wakati mimi namuoa mariage, muuliza alitoaga hata kingorongoro cha rugo. Pako familia yake ilitoa hata kingorongoro cha rugo. Na familia yangu pia na wa ndugu zangu na wa jamaa zangu hakuna mtu aninichanga. Ndio nasema mtaji alikupa wewe. Toa Bidondo mikekeni yake. Mbie sikutoaga fair par. Wakati mimi nafanya harusi nimetumia pesa zangu jusqu'à Z, watu walikula ubwabwa mpaka ukachacha kwa nguvu zangu. Acha. Sasa maana yake mimi ndo mwenye maamuzi, mimi ndo dernière décision. Na sasa hivi nikitaka hata kesho naweza nikafanya mariage kwa mtu yoyote na watu wakakula wali siku 3. Lakini sijaamua. Ningali kwanza naangalia maisha ya hawa watoto wangu itakuaje mimi nikikamata maamuzi. Nataka maamuzi mazuri ambayo yatawapa shida hawa watoto. Kama mwanaume. Sawa. Inasemekana Bidondine analaumu, anasema miaka 8 umemfunganiana ndani atoki nje. Baba ulikuwa unafanya haya kwa nini? Sikumfunganiana, ni mke wangu. Sitaki uchuruze ndaga, sitaki uchuruze lengalenga. Wewe kaa, mimi nitafanya business zangu, Bidondo mikeke, Bidondo vitumbula, Bidondo nyama, Bidondoni takuita wewe unakuwa gera, unakuja kuhesabia hela una rentre. Lakini hapana wewe kwenda unapita pita unahangaika. Niko na huo uwezo. Nimemchukua iko na kilo 25. Leo anapima kilo 105. Kubadida. Na picha ziko na epreve ziko. Nimemchukua mwanaume amemtupa iko na kilo 25, leo napima kilo 105. Na anajua na picha ziko na kwenye Facebook nimeziweka. Na picha na yeye iko nazo. Nimemuoa mariage PPP, nimemvumilia miaka 8 bila sijazaa inji. Leo ndo nitakuja kuzaa inji. 8 na ni vigumu, hakuna msanii dunia nzima, hakuna msanii anaweza kaishi na mwanamke miaka 8 tena mundoa. Ni ngumu, nimejikaza, nimemsamini, nimemheshimisha. Lakini anasema amepitia mengi, amevumilia. Sasa imefikia kitengo ametapika. Mtizame simu ambayo anatembea nayo kumkono. Ile ni wewe umegarani. Mtizame gisi amenenepa, mtizame gisi anavaa. Ile visuko vyote ni wewe. Yote ni mimi, kila kitu chochote nangu anavaa kuanzia juu mpaka chini. Lakini mbona anasema ndio anahudumia? Ndio alikuwa ile Bidondo mpaka Bidondine inafunga. Ilikuwa ni ya kwake. Yeko na kazi gani? Bidondine. Kati anasema yes alikwambia anafungwa miaka 8. Sasa hiyo miaka 8 haikuwa nakaa nyumbani, hizo pesa atazitoa wapi? Maana kila kitu kilikuwa ni changu. Kubadida, nakubali. Bidondo. Bwana sasa kwa kumalizia, hii kesi itakwisha kweli au itaendelea? Mimi sijakuwa na maamuzi kwa sababu mimi ni mwanaume. Mbele ya kukamata maamuzi na refreshir. Najipa muda. Mwanaume hauwezi kukamata maamuzi hivi. Mwanaume mbele ya kukamata maamuzi unajipa muda. Na niliwaambia kama watu siwezi kamata maamuzi ambayo itazuru watoto wangu. Napaswa kwanza ni refreshiri. Kama hayo maamuzi yatazuru watoto wangu, nitabakia silibatere miaka yote mpaka nife. Sawa. Kwa watoto sikuwaleta kudunia wateseki. Niliwaleta kudunia ili waje wakapate raha. Sawa. Wa enjoy. Bidondo ikitokea ukakutana God name anatoka na madami, utafanyaje? Ni kawaida. Ni kawaida. Ni kawaida. Sababu ni kawaida kwa sababu
kitu naweza kuambia kwa sababu yeye alikuwa na mume wake. Mimi yeye alikuwa na mume wake. Ulimtoa kwa mume wa watu? Asikumtoa, alikuwa ishaachika na mume wake, nikamchukua. Alikuwa na mtoto. Na mimi kama wakichukua haina shida, na mimi nitatafuta wengine. Lakini mambo kwa sababu yeye alikuwa ishazaa na wengine, akaachika, nikamchukua, ameachika. Na mimi kama anaachika, mtu yeyote ana uwezo akamchukua akaenda tena kwa wengine, haina shida. Lakini yeye ndio iko na haribu reputation yake, kuolewa na huyu, kuolewa na huyu, kuolewa na huyu, kuolewa na huyu. Mimi nikifuata wanawake wananiita star. Yeye akifuatiwa na wanaume wengi watamuita malaya. Lakini mimi nikikuwa na wanawake wengi wataniita mwenye pesa star, kwa sababu namiliki wanawake naoa. Yeye akimiliki wanaume watamuita nani? Malaya. Yeah. Nakubali. Bana iko kizazi sana. Sasa kwa haraka kumalizia. Bidondo leo inaonekana kwamba bado unamtaka mke wako, sawa? Lakini yeye hakutaki. Ulisema akizingua utaachana naye kabisa, utaamua utaoa mwingine. Wakati gani ambapo utasema sasa hapa imekuwa too much na leta chombo kingine? Ni muda gani itakuwa imefikia hapa? Kwa sababu atakuwa amefanya nini? Kama hivyo narudilia kusema. Unaona simba mbele ya kuwinda inaendaga na nyata kwanza, haikurupuki. Hapo kuna nyata. Angalie solution. Ikiona situation mbaya inarudiaga nyuma. Lakini ukiona situation nzuri, inanasa na kuchukua mboga na rentre na pelekea familia yake. Sasa mimi miaka nilishapitia na usanii nishakuwa nao, na experience ya wanawake nishakuwa nao. Sio mtu wa kukurupuka na achana na mwanamke siku mbili hapo nikakamata wengine mwanamke. Itaonekana mimi na tabia mbaya katika jamii. Miongoni mwa vitu vingine ambavyo Bidondina ametuambia una wivu mwingi. Bidondo una wivu sana. Yaani mtu akisema mwanamke wako mzuri nini unaruka naye mangumi. Paka sokoni ulikuwa unakaa unabunda, ukiona tu mtu anaongea na madam yako unakuja unapigana naye sokoni, unaliamsha mzee. Hii hapa inakuwa vipi? Wivu kweli? Baba. Unajua kuna uongo wengi watu wanazungumza kwa sababu ya kunichafua. Lakini mwenyewe anasema lazima, kwa sababu yeye anajihisi kama ni adui wangu, lakini mimi sio adui wake. Na yeye atazidi kunichafua kwa sababu Aisha jihisi kama yeye ni adui wangu, kwa sababu Aisha niharibia reputation. Kitu chenaza nikamshauri aje aombe watoto wake msamaha tu, awaambie nimemkosea baba yenu, narudia nyumbani. Hiyo mimba haiko na haitakuaga kwa sasa hivi. Naam. Yaani mimba hamna hiyo mimba, na mwanamke nitawapa address yake, mtamtafuta na mtazungumza naye, na atawapa vitambulisho, maketi zote za kuonesha kama yeye mimi tu kujua kama hiyo inakuwa ni kesi nyingine. Lakini mleo kutoka nayo da kizazi sana. Bana Bidondo, acha kama nikuache hivi, lakini kabla ya kuacha sasa hivi unashughulika na nini? Unafanya nini mitaani hapa? Unadini na nini? Maana Bidondo mikeke imehomba. Bidondine restaurant ushafunga. Wivu na nini vitu usha block. Sasa tunafanya nini sasa hivi mtaani? Tunajishughulisha na nini? Mimi nina show Gitega siku ya Laidi, show kubwa sana zaidi. Hiyo ni every ya kwanza. Na afisha ishapigwa Facebook fasi yote. Na kwa hivi business zangu nimezifunga kidogo, niangalie utaratibu kwanza wa watoto itakuaje, lakini business ya show na kufanya nyimbo zinabakia. Nimebaki nafanya business, nafanya mashow na nafanya nyimbo. Zingine business ambazo zilikuwa zinanichukua muda nimezishimamisha kwanza ili niangalie utaratibu wa watoto itakuaje. Alafu hapa kwenye business Bidondina anasema haukuwahi kumsupport. Alikuwa akifanya vya kwake, unataka tu afunge, asijishughulishe na chochote. Nimekwambia wewe unataka tu akeka kama liua, Nachelewa kusali. Tutazungumza siku nyingine, kwa sababu nimekwambia kitu. Unaona mtu mkiachana lazima ataponda. Sai ukienda kumuuliza Zari atamponda Diamond, ukienda kumuuliza sijui Jackie ni Oprah atamponda Harmonize. Lakini na kitu chenaanza waambia wao yeye ule wafanye yote, mwisho ni nyumbani. Ni mwisho santa kuja kufanya yangu itakuwa ni baba lao, bombe kubwa sana. Yako lamba omo yako yapi? Yako moyoni si ayatoa. Baba si ndio ule unasema nitakupiga mimba wewe God name wewe. Mimi nitakuja kufanya yangu, watapata haya. Watu ndio ile wanasema watalamba omo. Watasema huyu mtu tulimzushia, tulimfanyia nini, lakini yote tulifanya ni bure. Inauma lakini kwangu hayumi, kwa sababu nikiwa na Allah nani anaweza kunitingiza dunia. Baba umezoea kulala na mwanamke sasa hivi hayupo. Umezoea kulala na mwanamke hivi hayupo. Manake makabare zimefunga. Kwa unaenda kabare? Nikijisikia naenda kabare. Boate ziko 2000 3000
tu unalogota pale kwa escotise. Unajazima dakika ndogo na jazima, unakoga janaba huko, unarudi unalea watoto wako. Bana, nilikuwa na Bidondo, nashukuru sana boss. Asante sana. Bila nataka kujua hii issue itaishia wapi. Isaac TV. Waambie kidogo, waambie jamaa zangu pale tufanye subscribe bwana. Unajua msikose kusubscribe kwa Isaac TV kama kawaida. Bidondo. Ile channel yako inaitwaje? Bidondo, wakiandika tu Generator Bidondo wataona, wakiandika tu Bidondo wataona na vaa ruji na Madrid na sokota afu mkono blaza nimekaza kabisa. Umepungua hizi siku mbili. Umepungua stress nyingi. Gonda, lakini kuna tafuta mtumishi ambaye atapika misosi ya kuenea. Bana, nilikuwa na Bidondo in Isaac TV. My name is a classic Juma Jux behind the camera. Bye. Isaac TV. Oh.